Halo, habari zenu? Mimi nimeamka salama jamani, mzima wa afya kabisa. Leo tutaenda kuzungumzia issue inayosema utii. Kipo kitu katika neno utii. Kuna kitu kikubwa sana katika kitu kinaitwa utii. Utii ni kitu kidogo sana. Kina maneno manne. Lakini kipo kitu kikubwa sana kwenye neno utii. Okay? Kwenye vitabu vyetu vya kiimani, vya dini, kuna neno linasema mtii baba na mama ili upate kuongezewa siku za kuishi. Wewe unafikiri kuongezewa siku za kuishi ni kitu kidogo hicho? Yaani katika akili na ufahamu ukianza kutafakari, kuongezewa siku za kuishi sio kitu kidogo. Yaani una miaka 20 uongezewe miaka 20 kwa ajili ya kumheshimu baba na mama. Yes. Hapa tunaanza kuona sasa utii ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenye maisha. Katika utii kuna kuheshimiwa. Katika utii kuna kujaliwa. Katika utii kuna kujulikana. Katika utii kuna kupendwa. Katika utii kuna kuheshimiwa. Katika kitu kinaitwa utii kuna kusamehewa. Yes. Katika utii kuna kuongezeka kiimani. Katika utii kuna baraka. Katika utii huo kuna mafanikio. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba utii unabeba mambo mengi sana. Unakufanya wewe kuinuka na kukutana na watu sahihi. Naona. Kwa hiyo jamani, neno utii lina faida. Okay? Tutaenda kuongea hii mada kwa mifano. Yona alishindwa kutii. Ona kilichomtokea Yona kwenye Biblia. Alishindwa kutii. Mungu alimwambia enda kahubiri Injili, alishindwa kutii. Ona kilichomtokea. Alimezwa na samaki, akapata akaeka kwenye baharini, lakini yote ni kutokana kwamba alishindwa kutii. Yes. Tuangalie kipindi cha Nuhu. Watu walishindwa kutii. Waliambiwa tujenge safina, kuna mvua, gharika kubwa itatokea, mvua kubwa, lakini watu hawakutii. Ona kilichotokea watu. Wengine waliangamia, wengine walikufa, walisombwa na maji. Nuhu, tufungulie, hamna kitu. Lakini tunakuja kuangalia sasa kwenye pointi. Kutii ni kitu cha muhimu sana. Kwenye kutii ipo faida kubwa sana ambayo huwezi kuijua.